Karibu tu sana ndani ya FM African Documentary, tukiendelea kuangazia mambo yanayojiri ndani na nje ya nchi. Ila kwa sasa taarifa zinazogonga vyombo vya habari ni kuhusiana na Pastor Ezekiel Odero kuweza kuajiri mawakili Cliff Ombeta na Danstan Omari kuweza kumwakilisha kule katika mahakama kuu. Wamesema wao ndio sasa they will be in the front line fighting the battles for Pastor Ezekiel, maana wameona the government will do anything possible in their power to implicate the man of God as a wrongdoer and as somebody that has lost his tracks. Now they are saying it's time for them to stand out and fight the battles for this man because they have been paid to do so. Ila swali ni nje, mbona Pastor Ezekiel, after all these cries of innocence and all that, na kale kaloya kake, now it's the time to hire great minds in the law na mawakili tajika zaidi hapa nchini Kenya. That is Danstan Omari and Cliff Ombeta. You know, Danstan Omari has been named among lawyers that have represented and has been involved in most high-profile cases in the country. Ekwemo kesi ya Matiang'i, the former cabinet secretary of interior, kesi ya Raila Odinga, kesi ya Eric Omondi, kesi zote ambazo zina involve the opposition, lazima akue hapo. Now put aside Omar, huyu mwingine Cliff Ombeta, ukiwa muuaji ndio huo unatafuta Cliff Ombeta, because Cliff Ombeta can rescue from the fangs of roaring lions, and that's what Ezekiel is doing. Anataka kuokolewa kutoka kwa mikono ya serikali, maana serikali inaroa, ina hasira, wanagadhabu, wanasema huyu mtu ndio huyu amekuwa sijui akiua watu, now it is time to pay, ni wakati wake wa kulipa, na kama hatalipa itabidi alipe hata na maisha yake. Ni maneno kutoka kwa serikali. Now Pastor Ezekiel, the reason for him to hire Danstan Omari and lawyer Cliff Ombeta, he realized that his lawyer was so incompetent. Kale ka lawyer kamzee alikuwa nako wakati alikamatwa on Thursday, that ka lawyer was very incompetent. A reason being, ako ka lawyer kalikuwa na time yote ya kugather na kufile up a complaint kuweza kuzuia hata Ezekiel kukamatwa, na pia kuzuia Pastor Ezekiel kuweza kuspend the weekend huko gerezani. Lakini ako kama mtu kalishindwa hata kuclaim Pastor Ezekiel aweze kupewa bail. So utakana kama mtu kama ako kanini? So ako kama mtu ndiko kamefanya Ezekiel yupo ndani this weekend. So akaona I bet he received great advices from different people who have been and they have had experiences with the law. Wakaona ni vema tukimuadvise afanye kutafuta another lawyer ambaye, and the best lawyers and the best legal minds that we have in the country is those of akina Cliff Ombeta. Kuna yule mzee mwingine Sam. There are a lot of lawyers and legal minds in this country. Hata unaweza msikia ndio huyo professor anaitwaje huyo professor wa kwetu huyu PLO Lumumba, Professor Lumumba akimwakilisha Ezekiel kule kotini. But now they have claimed and they have proved that at least 15 people have died at the premises of Pastor Ezekiel, and these people did not die because of fasting. They died because they came there seeking the prayers of the man of God, but walikuwa wanaelekea kukufa already. So wakakufa pale, then wakapelekwa mortuary. And before going to mortuary, they went with their people. Walikuja na watu wa familia na wakapelekwa wapi? Wakapelekwa kwa polisi, kwa vituo vya polisi kuchukua obiza kuonyesha wameaga dunia wapi, mbona wameaga dunia, walikuwa wana ugonjwa gani, walikuwa wamekuja kwa Ezekiel kufanya nini, na all that. So the OBs of the 15 people that have died at Pastor Ezekiel's premises are there and can be proven that huyu hakuua watu. Mtu mnapaswa kuwa mkiimplicate kwa kuua watu na mkamate mfunge, you divert the attention from Pastor Ezekiel, ni huyo baradhuli ambaye anaitwa Pastor Paul Mackenzie. Maana huyo ni muuaji na mwenyewe amekiri ameua. Sijui tunaelewana? Now this is the reason.
You know, when you want to get off the hooks of a murder case in this country, you have to look for lawyer Cliff Ombeta. Usi lawyer unapata na shilingi Cliff Ombeta. Usi lawyer unapata na 1,500 milioni moja. You have to part away with some millions of money. This guy resigns in his palatial homes in Karen and Runda. He has bought the most luxurious homes in the country because his mind as a lawyer has helped so many escape to jail in this country. Now Ezekiel ameona akiendelea kucheza na kale kaloya kake, nyota yake ya kuendelea kuhubiri itakuwa ana nyota ya kuhubiri tena, atakuwa na nyota ya kuwa mfungwa. Ajua matusi mnayo, nilishaambia. Sijali kabisa. Nishazoea. Alhamdulillah, mimi nimeyazoea. Yaleteni. Tunaambiwa hii dunia mnipige mawe tu. Mwisho wa siku nyote ambao mnajifanya wacha Mungu, mnatukana sana, mnajiona. Sasa pumbavu nyie, acha niwaulize, mnatukana nini? Mwisho wa siku mnaongea, mnatukana mkindefend kasisi. Si heri ungekuwa ukitukana ukifanya kitu kingine chenye dhamana. Wewe pumbavu nini? Anya kwa sasa mimi sina mengine ya kusema. Pata kusubscribe ndani ya Celeb Corner. Jina langu ni Felix Mwenda na hii ni FM African Documentary.